Simbende. Elvis. Sema ndugu yangu. Malawi kitambo. Kweli muda mrefu sana. Za huko wenzetu. Huko tupo. Ndio. Tupo tumekimbia. Kidogo tumekuja kuangalia familia. Lazima kurudi nyumbani kitu kizuri. Mchaka chinje. Unarudi nyumbani, unasalimiwa, unapata baraka. Ndio maisha. Sana. Kimbiza tena. Ni kweli. Mwendo kama wewe ulivyokuwa, kuna story moja nilikuwa nasikia kwa Zomboko. Ukarudi kwanza nyumbani kwanza. Unapata baraka kwanza. Ni kweli. Ukarudi wewe ulitokea wapi ile? Hapa nilikuwa niko Zambia. Nilikuwa nimetokea Angola. Mzee ukaingia kipindi hicho, mzee unaingia watu wanakuona wewe Mzaire. Unajua mimi Zaire, kumbe mimi Makonde. Ulikuwa na afro ni? Nimevimba wakati unajua mimi nywele kipindi kile tunafuga manywele. Ila hapo umevaa wigi kimbeni. Hilo ni wigi? Hapana, hii ni nywele kawaida. Ndio nywele yako hiyo? Nywele za kuumbwa, nilipozaliwa na mamangu mzazi. Elvis. Hii nywele ya kimbeni bwana. Una kweli si? Bwana. Kwa kweli uko vizuri. Kwa sababu nimezibabatiza hivi kwa hiyo. Botswana vipi Botswana? Botswana bana, sisi kwa sababu tulikuwa tunafanya kazi tunapiga, afu tukaondoka. Mara nyingi sana tulikuwa tumedumu sana pale Bulawayo. Matoporoko motel. Bulawayo Zimbabwe. Sasa mimi nimepita Bulawayo. Umepita Nimepita Bulawayo. Basi pale Matoporoko. Sasa pale sio wakati tunapita Bulawayo. Tulichukua treni Victoria Falls. Ndio. Victoria Falls pale tumechukua treni usiku mzima. Tukakatiza Bulawayo. Tumekatiza, tumefika Bulawayo. Kuna kucha ndio kwa asubuhi sasa ndio tukaingia kwenye hoteli fulani hivi tukapata chai. Sasa kupata chai tunaona bendera zimeshushwa nusu mlingoti. Bwana bendera mbona zimeshushwa nusu mlingoti vipi? Mara kuna jamaa anasoma gazeti Nyerezi date. Ndio sasa sisi wakati tuko kule sasa. Yaani ingekuwa tumejuana kipindi kile, ungekuja pale Bulawayo. Yaani pale Bulawayo ukitoka pale center unaangalia Matoporoko motel. Kuna hoteli moja wanaita Mtwakazi. Choma sana nyama yani. Kwa hiyo alijenga kama culture. Kwa hiyo tulikuwa Matoporoko pako mlima hivi. Yaani tumekaa pale miaka 5 tuko Bulawayo. Yaani tungejuana. Ungekuja na raha tu kwa raha zako pale. Ndio hivyo na sisi tulikuwa ndo tunaitafuta Botswana. Tuko na kuna babu tunamuita babu ni kama agent ile yeye anatafuta timu kule. Lakini sisi tipu yetu sisi ndio alikuwa kidogo katuchezea mchezo. Alikuwa hajapata timu. Akasema kama akatupatia timu. Naam. Lakini yani tuende naye ili kama tumlipie nauli afu tufike kule atudamp. Babu naoma. Maisha haya. Mtu unasafa kweli. Unajua mtu unakutana mtu mwingine sio mwaminifu. Hivyo. Lakini ndio hivyo bwana. Tulipofika Bulawayo sasa. Pale sasa tulipofika asubuhi. Ndio tukawa tunasubiri basi. Tukapanda basi pale Bulawayo. Tukawa tunatafuta Francistown. Wenyewe nimeona inaita ghetto. Ndio ghetto. Francistown basi. Napitia Famona Road. Tukachukua pale basi mzee mpaka Francistown. Tumefika Francistown kama saa 8 9 ndio majira yenyewe. Tumefika pale tukapita boda. Tumetoka saa 12 saa 1 hapa Bulawayo. Sasa tukafika boda pale, kufika boda tukaingia zetu Botswana. Pale showman unaonyesha pula 50. Ni kweli. Sasa ile pula 50 sisi hatuna pula 50, kwa hiyo tukawa na pula 50 ile mtu mmoja ndo ana pula 50, kwa hiyo tukawa tunaizungusha ile wewe unaenda unaonyesha showman, ukirudi unanipa mimi naenda bila hivyo upiti. Alafu visa yenyewe wanakupa likizo. Na visa ikiisha unatakiwa urudi. Botswana hataki wageni wale. Bwana Botswana rafiki yangu wako very strict. Raha bana iko Zimbabwe bana. Zimbabwe. Hiyo Zimbabwe sasa hivi imeharibika. Usijali kuharibika kwa nini, mambo tu ya mbona watu wanaishi, mbona watu wananunua magari, mbona watu wanajenga. Mambo ya politics. Lakini ile maisha mbona yale maisha yanaendelea. Unafikiri kwa hela kule ukilinganisha na hela Zambia, so afadhali Zimbabwe dola. Zim dola ile mwanangu. Ile niliangalia Zim dola kufika pale tukabadili. Tukachukua kipindi kile kwanza ukipata 100
Zimbabwean dollars wewe mwanaume. Ila pula iko juu. Pula ndio iko juu, ni kweli. Pula ujue Landi anasubiri. Ni kweli, ni kweli. Wale lao iko juu. Wale lao iko juu. Wale uchumi wao sio vizuri. Ndio. Kwa hiyo pale mzee tukaingia pale Francistown. Mwanangu. Unaona unajua unavotoka Bongo ukifika Zambia unaona pone mabadiliko. Ukifika Zimbabwe unakuta mabadiliko. Ukiingia Botswana sasa ndio unakuta mabadiliko kabisa. Hata ng'ombe ukiwaona wale ng'ombe unaona ng'ombe wa huku na huku tofauti. Wale wana mapembe marefu afu amenenepa. Au kwa unaona huku unakwenda huku na neema. Umeona bwana? Ni kweli. Lakini hayote maisha. Ni kweli. Umeona bwana? Basi naye bwana. Kwa hiyo nyinyi Botswana mjapiga? Botswana tulikuwa tunapiga pale Francistown. Karibu na filling station, ukivuka tu upande mkono kushoto kulia. Francistown nene walikuwa wanaita Riverside. Kwa tunaenda kupiga pale kwa sababu sisi tuna resident permit ya huko work permit ya huko. Kwa hiyo kwa sababu ile hoteli kule hatuna permit kule Botswana. Kwa tunaenda hoteli hizo za kwake. Lazima una permit. Lazima uwe permit ya kule. Na Botswana anatubeba kwa sababu yeye ni hoteli za kwake. Kwa hiyo permit yetu ilikuwa ni Zimbabwe Lawayo. Na Botswana bila permit ufanye kitu chochote. Never. Afu sasa ubaya wa Botswana unapata work permit lakini work permit yako inaandikwa kitu ambacho unakifanyia kazi na ukifanya hicho. Kama mimi work permit yangu mimi iliandikwa footballer. Ndio. Sitakiwa hata kwenda kupaka rangi ndei wako. Ukikutwa unakimbizwa. Hata Zimbabwe hivyo. Lakini mimi nilikuwa nashona tu mle ndani kisirisiri na bana si mchezo. Kweli maisha. Kwa hiyo mnapiga tunapiga siku Botswana, lakini familia yetu Zimbabwe Bulawayo. Bwana watoto wangu walikuwa wanasoma pale Famona Road na Famona wanaita Morey School. Bulawayo. Bulawayo. Bwana kuna mtu mmoja Botswana alikamata sana. Mbongo alikuwa anapiga muziki anaitwa Nata Capricorn. Yes, huyo kama sikosei ni Mnyakyusa huyo kama sikosei. Alafu mpiga drum ndo alikuwa kwetu anaitwa Daudi Seware. Ndio yeye amekaa sana huko baada ya kumaliza contract pale Zimbabwe. Ndio alikuwa anapiga drum Nata Capricorn. Alafu kulikuwa na solist wake alikuwa anaitwa marehemu nani huyo. Sasa hivi ni marehemu. Huyo nani huyo? Wanted. Yohana? Alifia kule wakamleta. Yohana Wanted? Kafia Botswana? Botswana. Lakini walifanya sasa alipiga vijana wewe? Ndio alitoka vijana. Vijana jazz. Akaenda kule. Bwana. Ule wachukua kina nani ule? Mimi nilikuwa na marehemu Kizunga, alikuwa Kizunga. Tulikuwa namuita. Mimi ndio nilimpa jina Kizunga. Yeye alikuwa anaitwa Smiley Mzunga. Sasa mimi nikamwambia wewe bana nikuite Kizunga bana kama yule solist wa Kamale. Alikuwa Kamale kina Asosa nani? Kina Niboma. Kwani Asosa alikuwa Kamale? Ndio Kamale wale. Mwimbaji sauti yake. Kwa Asosa mwimbaji mkubwa anaitwa Chimanga Asosa. Kwa huko Tanzania kwa sababu alikuwa mjui Niboma Mwandiro? Niboma ndo mnyama mwenyewe. Ndio sauti namba 1. Asa nyinyi ngoma si unazimba zile? Ndio zinaimbaga zile. Abisina. Abisina zote Andoya zile. Andoya. Andoya. Bwana zile mimi mzee wangu jua alikuwa na ile santuri ile. Motema mara moto, lukawe batina, kona nini yango moto moto. Yango moto moto. Andoya mama yo matipezinga confiance. Andoya mama Andoya nasali nini yo. Tovanda nayo Andoya. Ndio ni boma sasa ilikuwa. Asosa alikuwa anaitikia. Asosa ndo alitunga ile nyimbo Masua na bendi nzoto. Tala nenge banyokoli ngaisi marayo. Nanke hiyo yeba oyo salinga. Chimbende. Bwana Chimbende. Kwanza kuna hii moja hii. We. Double ni boma ya. Double. Ya ni boma. Hii nayo unaiweza? Lakini kwa rekodi imehamia juu. Imehamia key. Lakini key yake kikanga na bena nzoto na limbiko mona mapasi ya boye. Emrudi. Bwana kikanga ina bena nzoto na limbiko mona mapasi ya boye. Golden voice Chimbende wa Chimbende. Na limbiko lobana tala miso ya matopo na nini wangalinga boye. Pateti singa motema mama alingi boye.
loputana yo mabe mama masumu double bayemba balingina koyemba likolo na yo tikana izondoma pomelanga ataka mikolo ya poto mama o double na motema na molema mama o ni boma Mwandike. Bwana likumbuka ile tu kwenye ndingako ile nani la Nina na nani ni boma na Pepe Kale ile ilikuwa Nina lile mobali nalinga mama tonda boboto Nina yo mobali nalinga mama tonda boboto abimaka nai mingi te tata nandako abimaka ngai tanti mwana maindombe Nina moseyo nganelingie hata matali nyoso tuko na mnyama hapa lelo najianga mobali famille sepeli nalongoli bino sonyo depuis nazua mama ye bongolanga motema mokili echanzero sombelanga masumu balimisa yo na nzambe sombelanga makasi papa tobota susi ya moto etelimi o papa e bambana baselele ngali huyo ni boma we poyo boyanga bokati batino ya nalakise na losambo bakolakisa ngai misapitango na bimaka na yo Nina moseyo nga nalingi ye ata basali nyoso na sinalula yo lelo najianga mobali famille esepeli nalongoli bino sonyo depuis nazua mama ye kwa hiyo ndo kiyake sasa kiyake unasema iko juu hiyo mpaka pige gita ndo naimba na kiza yani ukisimama mobali nalinga mama tonda boboto sasa kusimama hivi akikupiga ndo naimba hiyo sasa kwa sababu unaenda sawa na hapo nilikuwa nakufanyia kapela kwa kiasi kiasi akapela ni kisi una sauti kama ya nyimbo copyright huyu hadi nani hadi Papa Wemba motema mokili esanje somelanga masumu bali misayo naza somelanga makase papa tobota ni boma Mwandike ni boma Mwandike jamani huyu ni Chimbende mtu hatari mtu na nusu hapo watu lazima wakujue wewe ni Mzaire kumbe wewe sio Mzaire mimi Makonde wapi yuko proud kusema Makonde mimi Makonde nimezaliwa kijiji cha Chihangu huko Mtwara ngoja leo nikasomea pale shule ya Ndanda kuna mwanangu mmoja anaitwa Haji Saidia Haji nini Makonde Haji Saidia Makonde ile mwanangu Haji wa Marekani chinga ile ndugu yangu huyo ndugu yako ndakuintroduce jana amesema kasikiliza jana akasema Chimbende huyo Haji ni Makonde mwanangu yuko mbele kama sasa uko mbele yani Haji kipindi kile basi linachukua mwezi kufika kwao ni kweli tunalala Rufiji mnalala sasa kipindi kile na meli ile unaenda meli haijaja unarudi sikiliza samna information mpaka mkiingia kwenye meli chinga zile zimejazana kwenye meli inakuja wanapiga kelele wanaongea ikifika daa pale inafika karibu imefika wote waoga kimya waoga wananyamaza kimya si ndio wanaingia Dar es Salaam basi mzee wananyamaza kimya basi ile pale si mkondo mdogo ule basi watu wanafunguliwa wanaogopa kimya chinga ila siku hizi hawapo dae chinga hawapo dae siku hizi chinga wapo chinga ndio sio kama zamani wanauza ila chinga neno lake kwamba lile ni Kimakonde watu wa kwenye machinga milimani chinga ni sehemu fukuza nini tumbili nini sema nyinyi watu wa machingani kule sasa watu ndio wakachukulia kipindi cha Mrema ndio wakasema hawa machinga wanaenda na biashara kumbe chinga ni sisi wa Makonde asili yetu ila wakija mjini wanakimbiza wale sisi biashara Afrika Kusini tuzubaya na uaminifu mwingi na uaminifu niache mamilioni yako nitakurudishia vile vile hatuna ile tabia kama watu wa kaskazini unasikia na ndugu yani sasa hivi sisi tunamfanya kazi wetu ametokea huko Mtwara unaona amekuja mdogo yani yule sasa hivi kama ndugu amekuwa ndugu mpaka tunamwambia badilishe last name kwa sababu yani kwanza ni mwaminifu alafu alikuwa anapendwa na mzee wetu
anajua vitu, mipaka ya viwanja kuliko hata sisi. Unaona sasa? Unaona no? Kwa hiyo mzee alipofariki, sisi wa nje kule, yeye ndo anakuja anakuonyesha. Sasa singekuonyesha basi vinapotea, angechukua unaona. Kwa yule jamaa sasa yupo bwana, tupo naye sisi. Sisi tumefundishwa nyumbani kule, hatuna tamaa, hamna ya tunaridhika unachokipata. Ndio maana watu wanaambia Chimbende tuke miaka ile mbona utoboe? Si dhurumu cha mtu. Sawa sawa. Mimi riziki yangu hapo aliniandikia kama kupata nitapata tu. Ndio maana napataga watu waungwana kama nyinyi tuna testori na nini. Lakini ipo siku Mungu ameipanga ni kwamba uzima tu. Kabisa. Kwa hiyo sisi hatuna tabia. Wewe mwenyewe umefika nyumbani Mtwara kama umefika. Watu wa kule sio matajiri vipi tu, kwa sababu tunarizika. Lakini sehemu za kaskazini sio kama na wasema kudhurumu nini, yani wanakula vitu vya walio wengi baadhi vya dhambi. Sasa mimi tabia hiyo no. Ndio maana mji kila unakokwenda Arusha Chimbende, wazee wanasimamisha magari Chimbende vipi? Because nimetengeneza jina la uaminifu. Kweli. Bwana nani Pepe Kale walikuja hapa. Nimecheza nao pale nani. Na ile Hidaya. Hidaya alitungia. Ulikutana naye? Mimi Pepe Kale kabisa, Pepe Kale tuko uwanjani stand pale napiga naye mapicha kina Bileku wote. Kwa nini mimi nilianza kuimba ile nyimbo ya kanda nini? Kanda ya nini ulimba wewe? Kanda nini? Ila mimi nilifanya tu tunafanya copy. Mimi ndo nilianza cut and rise. Sisi wanamuziki tunaanza kuimba mgeni wageni tunamkaribisha nani mwenyeji. Sisi kurugenzi ilikuwa bonge la bendi ya tana kwa najua kurugenzi ukaipiga ile kanda famille bonga kaboye famille zala kaboye mbala ya tata pe mama malamu bayo kanaka malamu balinganaka wale zalinde bolingo kanda ya nini mama kanda ya nini te babota biso bayebi kisite ngoyaya kanda ya nini mama kanda ya nini kanda ya nini papa kanda ya nini mama ndio nikaanza show kule mbele maviuno hatari na kucheza na huko vizuri. Mimi viuno ni hatari sana, mimi ni hatari dance. Tukuwekea. Bwana sisi tukipeleka Ulaya mnakula hela mimi nazidi kufanya njaa. Hapana bwana. Kaa kwanza tupige mastori. Kaa kwanza. Mastari maviuno hapa. Bwana mimi napenda muziki kwa sababu mzee wangu mimi alikuwa mtu wa muziki. Ndio. Au vipi bwana? Kwa hiyo mimi nimekulia kwenye muziki, nilikuwa nausikiliza muziki. Nausikiliza sana muziki. Ndio maana umepinga kichwa. Umeona napenda muziki. Sasa tukiongelea kwanza tuongelee mambo ya lugha. Lingala imekamata sana. Lingala kwa kule Kongo au kwa Kongo Lingala ilikamata Bongo. Ilitangazika lakini Lingala Hebu nieleze Lingala kwa sababu sisi ambao hatujafika kule Zaire, wewe umefika Zaire. Lingala ile lugha ni lugha kuu ni Kifaransa. Ndio lugha kuu. Sisi lugha kuu ni Kiswahili. Kiingereza mwalimu alikifuta. Which alikuwa ni yuko sawa kabisa. Mimi nasema alikuwa sawa. Mimi mwingine anaweza sione kwa mimi naona Kiingereza mwalimu alivyokitoa ni kweli alifanya kitu muhimu sana. Kwa sababu gani? Kiingereza sasa hivi kwa mimi ni kama tools. Tools ni kama vile hii ni tools ya. Ndio. Au vipi bwana? Ndio. Nikitaka kufanya kitu naitumia hii tools. Ndio. Umeona inanirahisishia. Kwa hiyo Kiingereza kwa mimi naona inakurahisishia kukijua kama unasafiri. Ni kweli. Ili upate mawasiliano. Lakini Kiingereza kwa mimi sio kitu ambacho eti nijifanye eti mimi eti nivimbe kwa sababu eti naongea Kiingereza. Wakati ni lugha tu. Wakati ni lugha ambayo ni tools, sio mbaya kuijua. Hata kama watoto wetu wanaokuwa tunavyowapeleka shule. Naam. Inabidi wajue Kiingereza kwa sababu baadaye tools wasaidie, lakini Kiswahili ndio lugha yao. Ni lugha yao. Iwe kama lugha mama. Lugha mama. Umeona bwana? Kwa hiyo sasa sisi tuna Kiswahili alafu Kiingereza kwa sasa hivi nyumbani Kiingereza kinaongelewa. Watu shule hizi si English medium school. Umeona bwana? Sasa kwa Zaire kuna Kifaransa. Lugha kubwa ya pili ni lugha gani? Kwa kweli lugha ya pili
haina uhakika kamili, lakini Lingala ndo wanafanya kama ndo lugha ya pili, kwa sababu kule wanapenda sana kuongea makabila yao kama unavyoona Kenya. Wakasai hawafagiliani makabila, ndio maana wanaingiliwa vizuri kirahisi ukabila. Unajua kitu alichocheza Rais Nyerere mchezo. Afu Nyerere watu wanamdharau. Sio, unaona tunakaa hapo unafikiri kabila ungekuwa kama sio kabila langu. Yaani sisi tunaulizana makabila pale inapobidi. Na wala haisaidii kwa sababu Nyerere alisema mnaulizana makabila mnaenda kutambika. Nashanga. Kama hapa watatu wote makabila tofauti. Naona lakini unajua Tanzania jirani zetu hawakai kama hivi, ujue wanachunguliana. Mimi Kenya hapo nimekaa miaka 5 hapo Kenya. Kwa Wajaluo mimi nilikuwa napenda sana marafiki zangu mimi Wajaluo. Kwa Kikuyu huko wewe utapita, Waluya wanani hivyo. Tunasoma sana watu wako ukabila kama unavyoona Burundi vile. Na hata Kongo vile. Yaani ukabila. Kwa hiyo Lingala ndio maana unaweza kumuuliza sisi tunafikiri labda Lingala kila Mzairi anaijua Lingala. Hapana. Sasa na mimi hapa mimi Makonde. Wewe kwa Tanzania sijui Mzaramo, sijui nani. Mimi Mzigua. Tanga. Sasa Mzigua mimi sijui hata ya Kizigua. Lakini kikaa nikajifunza nitaijua hilo. Na wewe Kimakonde lugha ya kwangu huwezi kujua hata mpaka nikufundishe. Kwani sasa na kule watu walio wengi pale wajui Lingala. Haji kabisa, dedi kabisa. Unashangaa mtu umetoka Tanzania huko umejifunza Lingala unajua kumshinda aliyokaa pale. Na ni wachache sana wanaongea Lingala. Hususan hasa kama mimi nimekaa sana Lubumbashi pale. Kule ndo Kiswahili kabisa. Lubumbashi. Waswahili sana. Kalemi yote kule Bukavu kote ni Kiswahili. Ukiongea Lingala ngamba nini Malingala ya nini? Alesi uende huko Bantu kuma nani Uvira huko mbalimbali huko ndani. Lakini kwenye communication ya mwanajeshi akikushika pale anachoongelea yeye ni Lingala. Na alikuwa anang'ang'ania Rais Mobutu ili iwe lugha ya kunini kama alivyofanya Tanzania wenyewe. Kwa hiyo ilimshinda. Yeye ni lugha yake Lingala. Ilimshinda Mobutu. Kofi lugha yake nini? Ni hao wanachanganya Malingala, sijui kama huyu nani Asosa ni Mkasai. Kwa hiyo kwenye hizi nyimbo hizi za kina Kofi, si kina Wenge, kina hizi wanaweza wakachanganya. Wanachanganya. Sio Lingala tu. Mara tie Kifaransa, batie kilugha cha kwao. Kwa hiyo usipona nini unaweza usijue. Ukaniuliza hili neno nikakuuliza neno usilijue. Ukasema wewe labda ajue. Ila Lingala ila wewe kwa kiasi fulani Lingala unaijua. Na yebi Lingala. Gana yebi na yebi koloba Lingala. Mimi najua kuongea Lingala. Ngai na yebi koloba Lingala. Mimi najua kuongea Lingala. Lingala za langa ya Afrika ya Kongo. Bato bazo solo Lingala, bato bazo yemba Lingala. Sikuongana wana na Kongo. Kuna wimbo mmoja Wenge ule wa Koko Madimba. Nini? Koko Madimba yule ni mtu mwenye Koko yule. Madimba Koko ni mtu mwenye. Ni jina la mtu la Koko. Kuna mwingine kama wewe aliyofariki hapa alikuwa Koko Zigo, alikuwa anaimba na Samba Mpangala. Ni kama ni majina ya kiukoo tu. Koko Madimba. Koko Madimba. Wela Soni ndo aliimba Koko Madimba. Alikuwa anamuimba Koko Madimba. Alikuwa anamuimba. Koko Madimba. Kuna kibao gani kile ulikiimba? Kuna kipindi cha Wenge kile. Ile ni balo bakutu nalinga kiona moyete. Bomotito tolinganie. Pesi salo kulia. Bolingo tango eko banga kangonga eko betateo. Tokomi tolingana malembe na bolingo ekotima tema milema na milema shale kabuya boni asali yote titi yaka tunakae afu huyo afu nani jibi anaingia titi anapandisha afu kuna mtu mmoja anaitwa Emelia. Hebu endelea kwanza nisikatishe uondo. Sawa sawa na mbele kule unajua nyimbo kare papa pema mama babota biso afu inaingia solo afu bonini nzambe mokili komi bongana likambo ya solo Nikingana unajua nyimbo kika muda mrefu sasa manyimbo yako mengi unasahau. Hata ile nyimbo yangu ile ya Emi ukiniambia niimbe nimesahau. Ya Kurugenzi. Niliotunga mwenyewe lakini unasahau. Na umetunga mwenyewe? Mimi nimetunga mwenyewe. Sasa lazima usahau kwa sababu melody
una mambo mengi kichwani. Hata Soliza hata mwenye Asose ukimpelekea nyimbo yake Masua yametunga atakwambia upande nifanye mazoezi tena unasahau vitu vingi. Kama Qur'ani tukisoma hivi ukiacha inafutika, lazima uanze tena. Sijui nasema ngoja. Umeona bwana. Bwana babu bwana. Kuna muziki bwana, muziki. Sasa wewe Chinga wewe vipi? Aje. Ungana naye. Michongo najua ndugu tu. Chinga ni amchukiani. Sisi tunapendana wa Makonde. Hakuna kabila utafikia Kongomani kama Mkongomani akitangulia Ufaransa anamwandikia mwenzake barua. Ujedi. Unaona ulivyojazana Ufaransa. Ujedi tuka wote. Hata unalala kwenye nani mastendi no sweat. Lakini ukiingia stage amepiga pamba unaweza kusema labda Sinza pale mwanangu wa Kongo chumba kimoja nyomi ila wakitoka kila mtu ana msumari wake kila mtu ana misumari miwili au mitatu kaninginiza nguo kaninginiza ukali akitoka hapo hatari ujui kama wanakaa nani nyumba kule Kongo yote kule kuna mtu anenwa kitanda kama wa Tanzania asili ya kule ni kulala chini. Mimi nimekaa miaka yote 7 pale ni chini sija kulala kitandani mpaka nimerudi nyumbani. Ila ukitoka nje yuko vizuri baba. Yaani ndani utafikia anauza duka manguo ya hatari, mapatalo ya hatari. Masape naitwa masape. Na wale mastasa kina kopi wana majumba kule nini? Hao ndio sasa watakuwa na maendeleo wamejenga kwa lazima. Ile nasikia Defao yeye kafa ana kitu. Hivi bure hivi kama Marem Pepe Kale mwenyewe mpaka Sanda watu wamefanya mchango. Pepe. Muulize kila mchango Sanda. Lakini unakula ambiance kwanza. Kama tarajana kama tunakata miromo. Na Marem Francoje. Yule alikuwa milionea. Yule alikuwa milionea. Kichwa. Kuna maseti kama hivi. Sio kama tuna nani. Naomba Mungu tumeni nikimpata mtu mwenye akili ya kusema bana tunataka kuinvest. Kuna sehemu nimezunguka kule. Jamaa ameniambia nataka kunikodisha nyumba. Kama ulivyoona pale, mlivyoniambia pa kwanza pale. Pale ndo fashion siku hizi mambo holi kizamani. Ndio. Pale mara kwanza mlivyoniambia tukasema tuje kwa huko. Kwa pale. So umenikuta pale. Pale amekodi tu nani baraza. Sasa ile nani amechomea kapiga turubai. So kumbi tayari. Ndio nilipopata pale nani Morombo. Nimepata Morombo, jamaa ameniambia atanikodisha kwa 700,000. Kwa 250,000 kwa mwezi. Lakini nitangulizie 700,000. Nikimtangulizia 700,000 ina maana miezi 3 nikinani crate mimi alowatani crate mimi naenda Blue Aris jamani niwauzie nitarudisheni mtaji nikipewa crate 50 pale naanza kwa siku nikipiga crate 15 sipati hela kulipa na mziki. Yaani hiyo amekukodishia hiyo sehemu unakodisha kupiga na kuuza pia. Yaani iwe baa yangu. Kwa sababu nishaangalia sasa hii nimetumika sana kwenye mabaa. Ndio. Weekend pako kaombe nini. Sasa nataka nifanye mimi mwenyewe kama nilivyokampiga goti Mwenyezi Mungu naomba nipate vyombo. Nina seti yangu ya vyombo. Okay. Mimi nina seti ya vyombo. Yote guitar, drums. Twende nikakufungulia uone mzigo. Sawa sawa. So unajua sio Makonde uongo atujue. Twende nikakufungulia mzigo leo. Muulize seti ya nani. Na watu lakini nilianza kidogo speaker naweka nafanya nikapata contract wakati napiga nani hapa BOT pale 88 kule wanalipa mimi na magita nina seta vyombo ndio maana nikapiga drum wivu kwa anaona kama mimi sina akakimbia nikasema sisi wa Makonde watu wa ngoma nikarudi mwenyewe napiga drum mimi ni mtu wa mbele na show mimi napiga mashow ni hatari piga viuno hapa sio unajua sisi kwa viuno sio kitu cha uongo hata nikikujaribia tu viuno huko naongea tu ni hatari Zomboka unajua? Anajua kwani Zomboka alinijulia wapi? Si wakati huo. Sema hii balai. Kuna mwingine kiwelewele. Chimbende. Hiyo sehemu unasema iko wapi? Hiyo sehemu bana mimi kama nasema tu kama sisi ndugu za. Mimi nimewashibeni mimi jana. Ndio. Kwaoneni tu nimewashiba. Ndio. Wanamuziki wanarengaga hata kama hana kitu. Iko radha lale kwa matope. Ndio. Eti nikubali kule mpaka sasa hivi ingekuwa ndo wakati ndo nafuturu. Lakini naongea nanyi kwa heshima tu. Hiyo sehemu ndugu yangu ukanishika wewe mkono Chimbende tulipia hapa tunaandikiana tu nalipia pafu na wewe mwenye mkono uwe pale wasema kitu chote mshike mtu mgongoni mauzo nini tunatafuta meneja pale kila kitu
Yule mzee amerizika kabisa. Bayo alifanya sehemu ya kuchoma nyama. Mimi sio, unajua mimi mtu wa mdomo. Nienda tangu Babati pale nimekaa kama miaka 4 na wazoa kwetu sisi Babati Magugu pale. Sasa ili uamini kama mimi nimekaa pale na nilimuonyesha akili huyu dada, ndio nyumbani ananipenda Sarafina pale, mimi ndio nimeonyesha akili. Ngoja nikuonyeshe.